Ndugu zangu waandishi, niwaamkie amani ya Mungu iwe kwenu. Niwashukuru tena kwa mara nyingine kukubali wito wetu. Tumekuiteni ili kufanya mwendelezo wetu wa vipindi vyetu na taratibu yetu, namna ya kujiandaa kupambana na makundi yaliyojipanga kuvunja amani na utaratibu na mifumo ya kinchi. Maandamano ni haki ya raia. Yaani mtu yoyote anayo haki ya kufanya maandamano, na taratibu za maandamano ni kuomba kibali, na wenye mamlaka kutoa kibali ni polisi. Jambo la pili, kueleza tutapita njia gani. Jambo la tatu, kuwa na kiongozi. Sasa hayo yanayotaka kufanywa tarehe 7 mwezi wa 7 sio maandamano, msitutoe kwenye leli, msifanye sisi ni vilaza. Yanayotaka kufanywa tarehe 7 mwezi wa 7 ni vurugu kama zile zilizofanywa tarehe 29 siku ya uchaguzi. Sasa kwa tukio hilo, kwa vyovyote vile inavyowezekana, halikubaliki kisheria wala kikatiba. Japo watu wengi wamekuwa wananipigia simu, wewe sijui sina nini tutafanya. Wewe fanya, tukuziwi, lakini tunaeleza taratibu zetu. Wewe ukitaka kufanya fanya, hatukuziwi, utaziwiliwa na vitendo. Kuna watu wanajidanganya kwamba ni maandamano ni haki yetu. Ni maandamano gani? Nani aliyeandaa maandamano? Tunataka tumjue. Tukimjua aliyeandaa maandamano, waandishi wote wako nyuma yake na sisi tuko nyuma yake, kwa sababu ni mwandamanaji, anataka kupeleka ujumbe ambao ni message kwa serikali. Lakini mfumo uliotengenezwa kwamba sio maandamano, waandaaji wako nje wanapewa mapesa na wazungu, alafu baadhi ya watu wako ndani ya nchi ambao hataki kujieleza wao kama ni viongozi, lakini tumeshawajua. Tunaposema swala la nchi ni swala la watu wote, Watanzania wote, dini zote, kabila zote. Hapa hatuzungumzii Ukristo wala tutetea Uislamu, tunatetea nchi yetu. Na niwaambie Watanzania wenzangu, duniani kokote ili nchi ipate maendeleo ni lazima kuwe na wazalendo. Uzalendo, ukweli, uchungu wa nchi. Tukubali tusikubali, tuweze kupata maendeleo bila kupata watu hawa. Uzalendo wa Tanzania, uzalendo ndio unaweza kutufanya nchi yetu ikajengeka. Tunaweza tukafikia kuwa nchi ya maziwa na asali. Lakini huku kujifanya vichwa maji, hatutaki kuwa wazalendo na wakweli na waadilifu na waaminifu katika nchi. Kwa kweli tutaifanya nchi kuwa kama Libya. Duniani kokote kule watu washenzi wanaotaka vurugu ndio wanaharibu nchi. Sasa niweze kutoa angalizo. Huko nyuma na vijana, au vijana ni wengi sana tunao sasa hivi. Tuna vijana tumefika 1038. 1038. Miji ambayo tumeweza kuichukua sasa hivi, Dar es Salaam wote mji tupo, Arusha tupo, Mwanza tupo, Mbeya tupo, Iringa tupo, Musoma ambao ni mkoa wa Mara tupo. Sasa ndugu zanguni, hiyo mikoa tupo na Kilimanjaro tupo. Sasa tunachotoa angalizo, siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 ni siku ya sikukuu, ni holiday. Watanzania wanakwenda kununua na kuuza na kufanya biashara na kutembea kwenye majumba ya maonesho au ya kibiashara. Tumesema hivi, ninao vijana hatari. Nina vijana hatari mno. Yaani usiguse, usijaribu. Ni vijana hatari mno. Hawana cha kupoteza hao vijana. Yaani hawana cha kupoteza, ni vijana hatari mno. Na ndio maana nikawafananisha sawa na mbwa mwitu, ni mbwa mwitu. Mbwa mwitu anakimbia kilomita 20 bila kuchoka. Ndio hao vijana wako nyuma yangu. Kilomita 20 bila kuchoka. Yaani usiguse. Wana uwezo kutembea juu ya kamba kilomita 1 mpaka 2 juu ya kamba. Staili yetu tunasema kwanza tutaonesha route march yetu siku ya tarehe 2 mpaka tarehe 3. Tutapita Dar es Salaam nzima. Dar es Salaam nzima tutapita. Ni jeshi kweli la watu kweli, sio mchezo. Tutapita Dar es Salaam yote tukizunguka ili kuwaonyesha wahalifu kwamba tupo. Na polisi wataendelea na kazi yao na majukumu yao. Hatuna ugomvi na Mtanzania yoyote ambaye ni raia mwema. Hatuna ugomvi na vyombo vyovyote vya ulinzi na usalama. Tutaviheshimu na tunaviheshimu na tunavikubali vinaweza kufanya kazi. Lakini kujilinda ni jambo la lazima. Na ni bora ukutane na polisi kuliko kukutana na vijana hawa. Wanakutafuna. Mbwa mwitu huwa anakula maini, utumbo, vya ndani na moyo. Havunji mfupa wala hapepesi mfupa. Sasa ukifanya mchezo wanapita na maini yako.
Na kueleza ukweli, ukifanya mchezo unapita na maini. Maeneo ambayo tutakuwa maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza kwenye maeneo ya mashule ambako walisema wanataka wachome shule. Eneo hilo usiguse. Yaani kwa kweli ukirudi salama ushukuru Mungu. Na hawana chuki na mtu wa dini yoyote, wa chama chochote. Wala waangalii chama chako wala dini yako wala rangi, wanaangalia nchi. Jambo la pili, maeneo ambayo usiguse kwenye majengo ya serikali, kwa sababu majengo yote ya serikali ni ya kwetu. Serikali haina majengo. Serikali tumeipa dhamana ya kutulindia mali yetu. Kwa majengo yote ya serikali yako chini yetu, ni ya kwetu. Tutayalinda kwa hali na mali. Mtu yote asiguse. Jambo la pili, mahospitali yote ya serikali mtu asiguse kabisa. Wagonjwa wataingia na kutoka kwa utaratibu, na vijana hawa watakuwa na password yao ambayo wewe hujui wala hatuwezi kukupa. Wanajua na wao kwa wao. Watavaa nini, nguo watakazovaa watajua wao, uniform zao. Lakini wewe utojua. Kwa tunatahadharisha hata watu wa bodaboda wawe makini. Bodaboda yoyote ili afanye kazi siku hiyo tunaomba awe na kitambaa cheupe. Tutajua huyo ni mtu wa amani. Na msitembee wala vijiwe zaidi ya watu 5 kwenye maskani moja. Tukikuta watu zaidi ya 10 lazima tukuhoji, tukiona mashaka nayo tunapita na wewe. Yaani kwa kweli hatuna msalie mtume siku hiyo. Hakuna msalie mtume. Vijana hawa wana uwezo wa kupiga mbizi hapa na kutokea Zanzibar. Ni moto wa kuotea mbali, ni moto. Ni moto. Maeneo watakaokaa watakuwa wametake cover ni maeneo yafuatayo: juu ya miti, watalala kwenye mifereji ya maji, watakuwa juu ya vituo vya mabasi, watakuwa juu ya majumba, watakuwa kona zote za Dar es Salaam na viunga vyake, na mikoani hali kadhalika watakuwa hivyo hivyo. Kwa mtu yoyote asisubutu wala asijaribu. Asisubutu wala asijaribu. Mbwa mwitu ni mnyama mpole sana. Mbwa mwitu ni mnyama mpole sana. Huwa hana tabia na kawaida ya kuchokoza. Ila anapokuwa na njaa mbwa mwitu hupambana mpaka apate kitoweo. Sasa ukitaka kujua vijana wana njaa siku hiyo ya tukio, ndio utajua kwamba vijana kweli wana njaa ya kufanya kazi. Sasa hivi unawaona kama mabwege, lakini usiombe kukutana nao. Ni mbwa mwitu wakali sana hawa. Wakali sana. Ni moto wa kuotea mbali. Kwa tunatoa nasaha kwa Watanzania. Kwa vijana mliopoteza mwelekeo, acheni msichezee nchi. Msiguse umeme. Msiguse waya una umeme. Msichezee nchi. Hii nchi ni yetu. Na baadhi ya watu wanasema kwamba kwa nini mnakataza watu nani kakataza watu wasiandamani? Watu wana haki ya kuandamana, lakini maandamano hayo ni ya namna gani? Kwa nini maandamano hayo mkachome vitu vya watu? Siku ya 29 mlichoma majumba ya watu. Mlichoma bodaboda za vijana wetu. Mlichoma magari ya watu. Mlichoma mapetrol station ya watu. Mlichoma kila kilichokuwa cha raia wema. Sasa kwa mfumo huo na tabia hiyo nani akuacheni? Hatuwezi kuacha. Tutakula sahani moja na nyinyi. Vijana wameshajipanga, ni zaidi ya 30,000. Tupo tayari kulinda nchi na tutalinda, na tuko nyuma ya vyombo vya ulinzi na usalama. Tutalinda, hatutomonea mtu, hatutomchokoza mtu, hatutomkemea mtu. Lakini nakwambia kama una uwezo wa kupambana na kikundi hiki kilichoko nyuma yangu, basi tunakukaribisha njoo kwenye uwanja wa mapambano. Na uwanja wa mapambano yetu ni maeneo yetu. Hawa vijana ni haramu kumchokoza mtu au kumonea mtu au kuingia nyumba yoyote ya mtu au kufanya chochote kibaya. Kwa upande wao hawafanyi, lakini hawakubali kumuona mtu anayechukua nafasi ya kisingizio eti ana uchungu na nchi, anaingia kuchoma shule, anachoma nyumba ya raia mwema, anavunja duka la raia mwema ambaye mtu amejikusanya, amejipanga, alafu anafika anachoma moto kwa kisingizio eti anaikomesha serikali. Siku hiyo baba unamaliza kuchoma nyumba na wewe unakuwa hayati. Ya tunakueleza kabisa, wala sio siri, haki ya Mungu. Unamaliza kuchoma nyumba na wewe unakwenda akhera hapo hapo. Wala kutokana msalie mtume. Kwa hiyo tunaomba kwa lengo zuri tu watu waache. Watu waache, wasisubutu kufanya uharibifu huo. Na wala hatutotoa nafasi hiyo. Na wala hatuna sababu ya kumdhulumu mtu. Tunalinda maeneo yetu yawe salama. Nyumba zetu, wake zetu na watoto wetu wawe salama. Hilo ndio tunalolikusudia. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, nafikiri leo tumetoa utambulisho. Siku ya tarehe 3 au 4
mtaona jeshi letu barabarani linapita. Halichukui chochote cha mtu, litaonyesha advertise tu. Tutafanya route march ya kutembea kilomita zaidi ya 6 Dar es Salaam nzima paka Mbagala, na usiguse maeneo yafuatayo. Sasa zamani ilikuwa tunasema sijui Kinondoni, Magomeni. Sasa hivi miji yote Dar es Salaam tumetapaka, miji yote ya Arusha, miji yote ya Mwanza, miji yote ya Mbeya, usiguse. Tulisema miji michache, sio tusema Kinondoni, tukasema Kariakoo, tukasema Upanga. Sasa hivi ni miji yote paka Mbagala, Mwananyamara, kote mpaka Chanika tupo, mpaka Chanika. Kwa hiyo ukigusa umeumia. Kama kuna swali kwa mwandishi, kama mwandishi yote ana swali, tunakaribisha maswali mawili au matatu. Kama kuna swali la mwandishi yoyote, tunakaribisha swali. Kama kuna mwandishi ana swali. Naam. Bila natamani kufahamu vijana hawa labda mchakato wake ulikuwaje, kwa watu wanapaswa kufahamu ili iwe kuna tofauti kati ya wale ambao watakutana nao wakiwa na shughuli zao na hawa pia ambao watakuwa wana shughuli nyingine, kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama na amani kitu ambacho kinalindwa kwa ufasaha. Yaani mchakato wa kivipi? Sijakuelewa. Selection yao labda ilikuwaje, na kuna mafunzo maalum ambao wanayo? Hawa vijana tayari wameshakula mafunzo ya kutosha. Sawa. Yaani wana mafunzo ya hali ya juu, ndio maana nakwambia wana uwezo kutembea kwenye kamba kilomita 1 na gushe. Hao ni mafunzo. Wana uwezo kulala kwenye mtalo wa maji machafu kwa muda wa nusu saa wakihimili. Wana uwezo kukaa juu ya mti na usiwaone. Wanaweza kukaa juu ya paa ya nyumba na paa ya stendi ya mabasi ya mwendokasi na usiwaone. Kwa hiyo wako full training yao. Sio watu wa kawaida. Na wanaweza kukimbia kilomita 20 bila kuchoka. Na wanaweza kupiga push up kwa muda wa masaa 2 na achoki. Kwa vijana ninao wa kutosha tu. Na unavyoniona leo utoniona hivi kama utakavyoniona siku nyingine itakayofuata. Na wao unavyoona hawa sio hawa. Utakutana viumbe hatari kabisa wa ajabu. Naam. Ndio. Labda uliwataja tu bodaboda kwamba wavae vitambaa. Na je, wale ambao waendesha vyombo vyote vya moto inakuwaje? Wasioendesha vyombo vya moto wawe na vitambaa vyeupe mikononi, ili tuwajue kwamba hawa ni raia wema. Na wasitembee zaidi ya 5. Wasitembee zaidi ya 5. Tukikuona mmetembea 5 unaenda unaangaza angaza, tunakuhoji na tunakusachi. Na kukusacha tukusachi kwa kutaka kukuibia, la, tunakusachi kwa usalama wa wananchi wenzetu. Na tukikuta una silaha yoyote wakati wewe sio askari, utatueleza vizuri. Unakwenda wapi, umetoka wapi na unafanya nini? Na tutakukabidhi kituo cha polisi. Wala hatuna mamlaka, tutakukabidhi kituo cha polisi. Lakini ukileta jeuri, miguu yote